Unaweza pigana vita vingi na vile sio za dhamana, na kwa kwamba utaamka kama umekuaruzwa ama umefura jicho pande moja, vita hiyo sio ya dhamana, kwa sababu baadaye hata vita hiyo haikuletei manufaa yoyote. Lakini vita hii ya kifalme ni ya dhamana, kwa sababu inakuelekeza katika ufalme wa mbinguni. Nasema jina la Bwana lipewe sifa. Yaani kukatana na shughuli zote na kusema kwamba siku ya Jumapili nafaa nipatikane katika madhabahu, licha ya kwamba kuna mambo kadha hapa ninaweza nikafanya, but I want to fight. Nasema kwamba ni lazima nitaenda, nitatia masaa yangu kidogo, nifike in the house of God, niweze kubarikiwa kwa neno. Hiyo vita inakuelekeza katika ufalme wa mbinguni. Jina la Bwana lipewe sifa. Hizo vita ni ya dhamana kwa sababu matokeo yake ni uzima wa milele. Yeah, you are not fighting alone. Haupigani peke yako. Hiyo ni uzuri wa hii vita. You are not fighting alone. God is on your side. Haupigani hizo vita na hao watawala. Hapa tumesoma hao watawala tunawapata wapi hapa? Hao watawala, jeshi ovu la ulimwengu wa roho. Tunapigana na watawala wakuu wenye nguvu wanaomiliki ulimwengu huu. Vita hii unapoipigana haupigani peke yako, lakini unapigana vita hiyo ukiwa na Mungu katika upande wako. Ukipigana vita hiyo unapigana kama Mungu ako katika upande wako. Praise the Lord. Amen. Lakini tunasikia Roho Bwana akinisaidia niwafunze kidogo. Kwa sababu wengi hapa Mungu ataanza kuwatumia kwa vitengo na viango tofauti. Na ni vyema ukiingia pale wewe unajua. Kuna sometimes short prayers are needed. Maombi ambayo ni mafupi yanahitajika. But don't do it always. Usifanye kila wakati. But sometimes in your life, ama katika occasion in the ministry, ni vizuri kuwa na short prayers. Lakini wakati uko peke yako, omba kabisa. Na Yesu alikuwa anajua hiyo siri. Ukitazama Yesu akiombea mtu alikuwa kipofu, mtu ambaye alikuwa mlemavu, mtu ambaye hata wakati Lazarus alikuwa amekufa. In fact hata hapo tu ndio aliongea maneno kadha. But most of the time alikuwa anatumia short prayers. Especially kama unaombea mtu ambaye ni mgonjwa.